Amma ba'du, weka hiyo umeweka, isiwe kama jana unaweka unakuja unatengeneza tena. Babu fadli qiyami lailatul qadri, ndio ndio, wa bayani arja layaliha. Jasini ya mtengenezi mpaka nikae hapa bwana, muda wote maana mimi niko huko sijaja. Ndio nini hapa? Sawa, mko vizuri huko? Babu fadhli qiyami lailatul qadri, huu ni mlango wa ubora wa kusimama usiku wa cheo. Wa bayani arjala yaliha, na kubainisha usiku zake zinazotarajiwa zaidi, usiku zake zinazotarajiwa kupatikana hiyo lailatul qadri. Kuna usiku unaitwa usiku wa cheo, kwa Kiarabu unaitwa lailatul qadr, na upo huo umetajwa katika Qur'ani, inna anzalnahu wama adraka, umetajwa. Sawa, kwa hiyo upo na unapatikana katika mwezi wa Ramadhani. Moja katika hususia za usiku huo ndo usiku ulioshuka Qur'ani kutoka Lauhul Mahfudh kuja Baitul Maamur. Kuna Lauhul Mahfudh, huko ndipo umeandikwa mambo yote huko, ajuako mwenyewe Mwenyezi Mungu huko. Qur'ani iliandikwa au ilisemwa au Mungu ajua ilikuwepo huko. Kisha katika usiku wa cheo ndio ikateremka yote completely kwa ujumla wake, ikaja Baitul Maamur katika wingu wa 7. Sawa, hapo juu hapo ikakaa pale. Kisha baada pale ikawa inateremka munajjama hasbal hawadith wal waqa'i, ikawa inateremka kidogo kidogo kwa mujibu wa nini, wa matukio. Lakini Qur'ani ina mishuko mingapi? Mshuko wa kwanza min Lauhil Mahfudh ila Baitul Maamur, mshuko wa pili min Baitul Maamur ila dunia. Sawa, kule Baitul Mahfudh, Lauhul Mahfudh mpaka Baitul Maamur ilikuja yote. Sawa, katika wingu wa 7 iko nyumba inaitwa Baitul Maamur, iko sawa sawa wanavodai baadhi ya wanachuoni na Al-Kaaba ile ya Maka. Hiyo kila siku wanaingia ndani ya nyumba hiyo malaika 70,000 na hawatoki, na hali ni hiyo mpaka kitakaposimama kiyama. Kuna wanaosema pale ilipo la utaangusha sindano au kijiwe kitanguka moja kwa moja mpaka kwenye Al-Kaaba, na wao kule malaika wanatufu, na sisi tumeweka Al-Kaaba huko chini tunafaje? Kwa Qur'ani iliteremka kutoka Lauhul Mahfudh mpaka pale yote, kisha kutoka pale kuja chini ikaja taratibu kwa muda wa miaka 23 mpaka ikakamilika. Umefahamu Kama kuna watu walikuwa wafahamu leo waelewe hilo. Qur'ani ina mishuko mingapi? Mshuko wa kwanza min ila na mshuko wa pili min Baitul Maamur kwa muda miaka mingapi? Sasa ule mshuko wa mwanzo, mshuko ndio huu unaotajwa hapa, inna anzalnahu fi lailatul qadr, tumeiteremsha Qur'ani katika usiku wa cheo. Ule mshuko wa mwanzo ndio hapa. Sawa sawa Maki imetoka huko ilipokuwa ikikaa huko, kisha ikaja pale.
Kutoka pale ikaja taratibu, wanasema munajjama, hasbal waqa'i wal hawadith, kwa mujibu wa matukio ya hapa ulimwenguni. Mtu keba huko, wasariku wasarika, mtu kazini, la takrabu zina, mtu kala riba, wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama riba, mtu kasengenya, umeelewa, analetewa jambo lake, kalewa, inakuja, kampiga kofi mkewe, inakuja, kamtukana mzazi wake, inakuja. Sasa wakati wa kuswali, inakuja. Ramadhani, inakuja. Hija, inakuja. Simeleka mpaka ikakamilika kwa utika ujio huo kwa muda wa miaka 23. Ndio hivyo maelezo Sasa hapa ndio Mungu sasa, inna anzalnahu fi lailatul qadri ila akhiri sura, hakika sisi tumeiteremsha hiyo Qur'ani katika usiku wa cheo. Sawa na nikasema usiku wa cheo haupatikani ila katika mwezi wa Ramadhani tu, hakuna usiku wa cheo katika wakati mwingine. Sawa Waqala ta'ala inna anzalnahu fi lailatin mubaraka, na hakika sisi tumeiteremsha Qur'ani katika usiku wa wenye kubarikiwa. Ndio huo Suratul Dukhan. Kwa hiyo imma lailatul qadri au lailatu, na kama inavyosema ile sura ya al-Qadri, katika usiku huo katika kila mwaka, tanazzalul malaika waruhu fiha biidhni rabbihim, uteremka malaika wote ulimwenguni pamoja na Jibril huja usiku huo. Salamun, ni amani tupu. Ukiupata huo ndio umeupata, lakini Mwenyezi Mungu kana usita kauficha, haijulikani. Sawa. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, na imepokea hadithi kutoka kwa Abu Hurairah, Mwenyezi Mungu amwele radhi, kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, man qama lailatal qadri, mwenye kusimama kwa ajili ya kumwabudu Mwenyezi Mungu katika usiku wa cheo. Sio kusimama tu hivi sio za man qama ukajisimamia kama traffic. Msema man qama, mwenye Mungu Mtume za man qama, kaa chini basi, man qama hiyo hata ukikaa inaingia katika mankama, ili mradi kwa ajili ya nini? Hata ukilala, umeelewa, umejilaza hivi, inaingia katika man. Kwa hiyo hapa yazungumza mwenye kuabudu. So mankama kaja kujisimamia kwa pozi vipi? Si Mtume za mankama, mwenye kusimama, mwenye kuabudu katika usiku wa cheo, imanan, kwa kumwamini Mwenyezi Mungu kama yupo, wahtisaban, na kwa kutaraji malipo kutoka kwa Mwenyezi Mungu, ghufira lahu, usamehewa huyo, ma taqaddama, yote yaliyotangulia, min dhambihi, katika madhambi yake. Ndio kazi ya sawa acha kubeza watu wana Lailatul Qadri zao, ma taqaddama min dhambihi. Umeelewa haya? Mwenyezi Mungu na sisi tujalie Lailatul Qadr. Wa an ibn Umar radhiyallahu anhuma, na mepuka hadithi nyingine kutoka kwa Abdullah bin Umar, Mungu amwele radhi, anna rijalan min ashabi nabii sallallahu alaihi wasallam, kwamba watu fulani katika maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, uru lailatul qadri fil manami, walioteshwa lailatul qadri usingizini, fi sab'il awakhiri, katika siku saba za mwisho. Walioteshwa uru lailatul qadri fil manami, sawa, walioteshwa usiku wa cheo katika usingizi, maana usingizini, fi sab'il awakhir, katika siku saba za mwisho.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ara ru'yakum qad tawata'at fi sab'il awakhiri. Ndio na iona ndoto yenu imewafiki kupatikana Lailatul Qadri katika siku 7 za mwisho. Umeelewa? Tawata'at imewafiki Faman kana mutaharriyaha, basi mwenye kuwa ni mwenye kuikusudia aipate, faliyataharraha fi sab'il awakhiri, na aikusudie katika siku 7 za mwisho, yani kwenye 10 la mwisho, kuanzia ile kama unavyoona kule Mursalina anapiga kelele usiku wa 27, usiku wa 27 kwenda unaona hadithi yake ni hii, ni hapa. Tumeelewana Kwa hiyo mwenye kukusudia, Mtume anasema basi kaitege, nenda kaivizie katika sabil awakhir. Sawa usiku wa kuamkia na 27 ndio hizo 23 haya, tumeelewana hiyo sahihi. Kuanzia 23 ndio 23, 24, usiku wa 23, usiku wa 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Sawa, yani anakusudia witri zile. Almiradi wewe itege Ramadhani yote katika witri zake zile. Wa an Aisha radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam yujawiru fil ashr awakhir min Ramadhan wa yaqulu, maana yujawiru anatujia, sawa, anakuwa karibu na sisi au anazunguka, yote hiyo katika 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhani. Wa yaqulu, na anasema taharrau lailatal qadri fil ashril awakhiri, ikusudieni Lailatul Qadri katika 10 za mwisho min Ramadhana, ya mwezi wa Ramadhani. Sawa 10 la mwisho hilo, muttafaqun alayhi. Anakaa hiyo tafsiri ya watu wengine hiyo. Jawara yujawiru. Sawa. Wa anha, na kutoka kwake na Aisha radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam qala, amesema taharrau lailatal qadri fil witri min al-ashr al-awakhir min Ramadhana, ikusudieni Lailatul Qadri katika siku za witri kwenye 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhani. Sawa haya, hadithi mchaisoma sana huko nyuma hizo. Wa anha, na kutoka kwake na Aisha radhiallahu anha qalat, amesema kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha dakhala al-ashrul awakhir min Ramadhana, inapoingia siku 10 za mwisho za mwezi wa Ramadhani, anafanyaje? Ahya al-laila, anauhui usiku, wa aiqadha ahla, na anawaamsha wake zake, wajadda wa shadda al-mizara, na ufunga vizuri kikoi chake au msuli wake au kitambi chake. Hiyo mizara ina maana zote kikoi, msuli, kitambi ni ile nguo inayovaliwa kutoka hapa kwenda chini. Sawa, maana yake
alikuwa yeye anadili na ibada tu, mambo yote hana haja nayo, hata yale mambo ya nyumbani. Ndio hiyo ikifika 10 hilo anahama kabisa, anawaamsha watu, haya sasa ni wakati wa kumwabudu Mwenyezi Mungu tu. Al-umuru bi khawatimiha, mambo yashafika mwisho haya. Yani hujifunga kwa ajili ya ibada, sawa sawa. Inanimuiza nakwenda mimi. Wa anha, na imepokea kutoka kwake na Aisha, qalat, amesema kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alikuwa mtumi sallallahu alaihi wasallam, yajitahidu fi Ramadhana, ndio anajitahidi katika mwezi wa Ramadhani, ma la yajitahidu fi ghairihi, namna asipojitahidi katika siku isiyokuwa za Ramadhani. Wa fil ashri al-awakhir, na katika 10 la mwisho, na katika siku 10 za mwisho, ipo minhu ndani ya huo mwezi wa Ramadhani, anajitahidi ma la yajitahidu fi ghairihi, namna asipojitahidi katika siku zingine za mwezi wa Ramadhani. Yani alikuwa yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam anaianza Ramadhani, kadri inavyoendelea ndo anaongeza nguvu. Sio kama vile tulivyosema juzi, watu wanaanza kwa nguvu sana alafu anamaliza kwa unyonge. Yeye anaanza taratibu, anapanda mpaka Ramadhani imekwisha na moto wake. Alikuwa hivyo, hakuwa na mambo ya nguvu za soda. Mmenielewa nyie watu? Mkayaseme hayo Juzi tumeona hapa watu wanakuja kwa nguvu msikitini siku za mwanzo, mpaka imamu ajulikane anasimama wapi, mpaka kuanzia hapa watu 20 wapo mihirabu. Na ile maana yake ni hajui kuswali wale. Allahu akbar. Ndio. Lakini njoo kesho uone, unaanza kuhesabu kofia. Kesho ukija utaokota kofia 20. Yaani hizo ndio cha mtoto. Na huo ni msikiti mdogo, msikiti kama Kichangani, siku ya pili kofia 100 unaokota, na tasbihi 300 na misaafu. Wale wanakuja na mikwala wale, lakini na makokwa ya embe tumba za ubuyu tele msikitini. Nini hawa? Yaani makorokoro, madafu, nini. Kisa Ramadhani imeingia. Wakiamka asubuhi anaacha madafu yao mle. Kwa hiyo Ramadhani ndio mwezi wa kula. Maganda ya mua. Chips za mabaki ya chips za nani? Zito. Ramadhani inapokewa kwa unyoyo bwana, haipokewi kwa kula na matumbo. Utakufaidi Ramadhani, utaifaidi, utaona ile halawa yake na utamu wake. Ramadhani ukiipokea kwa mwili itakubabaisha kwenye njugu, karanga, korosho. Yaani umefunga ukisikia kama ile habari ya mkate inapita kwa chini. Yaani ukapo unasoma unawaza mkate. Unauwaza na rangi yake, harufu inakujia hapa. Haya nasemaga kila siku, acheni mambo haya. Ramadhani ipokee kwa nini? Kwa moyo na roho. Na utawajua watu ikianza Ramadhani bana. Sasa Ramadhani inakuja, mimi sina vyombo, sina mikeka, blender yangu imeungua. Sasa Ramadhani na blender wapi na wapi bwana? Mnaulizwa nyumbani kwa. Sasa Ramadhani imekuja, mkeka huu ndio tufaa kufutulia huu. Huo. Na wanawake ndio wanateseka katika Ramadhani zetu. Anashinda jikoni, analala jikoni. Hatari. Nendeni mkaondoshe watu wale.
wasiwatese wanawake kwa kiasi hicho. Nao ni binadamu, wanahitaji Ramadhani, wapate muda wa kufanya ibada katika mwezi wa Ramadhani. Kupikwe ndio, lakini na ule ni mwezi wa ibada kabisa. Yaani wanawake mwezi wa Ramadhani wanakonda wote, kwa sababu wanapika sana na kula wali. Na nyinyi mnakuja tuna midevu vipi? Mimi nataka vipopole hapa, vipopo. Kwenda zako huko vipopo. Nasema kila siku mnaniuzi bwana, ukipenda kula mimi unaniuzi. Hamzani neno lichukue hilo. Yaani unaswali mwezi wa Ramadhani, kipande cha muogo kinakuning'inia na kwenye ndevu na tambi huku. Alafu namalizia bwana, situchezee sisi bwana. Na kwenye Ramadhani mtu anatakiwa ale kila kitu, mpaka barafu. Tunaona mtu atafuna barafu we, and then mkakataza. Waacheni wanawake nao wafanye ibada katika mwezi wa Ramadhani, wasome Qur'ani, wamswalie Mtume, walete tasbihi, walete takbira, walete tahmidi, walete istighfari zao, waswali, wasimame usiku. Sawa? Sio tena mnang'ang'ania wako jikoni tu. Alafu kifika Idi yenyewe hata baya umnunuli. Na lile la mwaka jana Pashkuna alikuwa linaitwa lile. Mwaka jana alikuja Ligua linaitwa bora wakomesha kwenye Pashkuna huko. 500 linauzwa lile. Haya, tunamaliza wa anha, na kutoka kwake na Aisha qalat, anasema qultu, nilimuuliza ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Mungu, araaita, waonaje, in alimtu aya lailatul qadri, nikiujua usiku upi ndo usiku wa cheo, ma aqulu fiha, nasema nini humo, waonaje? Manake siku nikijua huu ndo usiku wa cheo, nikishaujua niseme nini? Qal, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kumwambia mkewe kipenzi, quli, sema, Allahumma innaka afuun, e Mola wangu wa haki, hakika wewe ni msamehevu, tuhibbul afwa, wapenda kusamehe, fa'afu anni, nisamehe. Rawahu Tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih. Hili ni moja katika maneno ambayo limekuja maathur. Usipate tabu kutafuta maneno mengi, sema hayo, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hata ukilisema mara moja inakuwa umetekeleza, ni amri hiyo. Hata ukisema rai imenitosha. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa, inatosha, hamna tabu. Nafahamu vizuri Ni vizuri udumu, unaupata usiku wote ule na madakika yake, unajaza na vitu vingine huko tena. Allahumma innaka afu, unaleta istighfari za uhakika, unaleta Qur'ani nyingi, unaleta mabismillah ya kutosha. Hizo adhkari usiseme unamaliza majina yote 99 Mwenyezi Mungu, unaswali mle ndani, sawa? Unafanya mambo yote na unatoa sadaka. Siku ile usiku unaenda kuangalia wagonjwa, usiku huo unaenda kunazuru makaburi, usiku huo yani unafanya vya kufanya, usiku huo unajaza hivi aka maibadati, sawa? Unazunguka misikiti yote huku unakwenda kuswali kule, huku unatoa mawaidha, unatoa darasa, yani wewe unafundisha na wenyewe unahudhuria kusoma unachoweza, sawa? Unatoa sadaka, unakula kidogo, unafanyaje? Mwenyezi Mungu ajalie kila la kheri. Sawa sawa. Haya, babu fadhli siwaki wa kiswali alfitra. Huu ni mlango wa ubora wa mswaki na mambo ya kimaumbile. Mambo yani huu ni mlango wa usafi, ndo fitra ni mambo ya kimaumbile, akikusudia yale mambo desturi za usafi. Tunaanzia mswaki. Kuna watu hawana kawaida kupiga mswaki. Moja katika vitu vibaya kabisa, kukaa mbele za watu mdomo wako ukanuka gavu. Unajua gavu? Ile shombo ya mdomo, mchanganyiko wa vyakula ulivyokula, mayai,
karanga, maharagwe, ndizi, pilipili, vichwa na miguu ya samaki, alafu unaongea mbele za watu, hujausafisha mdomo wako mimi hicho kitu kingine pia sikipendi. Alafu unaswali na watu, unasujudu kule chini, si mnakutana wote, tena wendo kwa subhanallah, wewe unatunukisha mdomo bwana. Sawa, safisha mdomo wako. Na kikubwa kwenye kusafisha mdomo, hakikisha ulimi wako unausugua kisawasawa wakati wote. Hakikisha ulimi wako uwe mwekundu, usipige weupe. Ukitaka kujua we msafi wa mdomo au si msafi, tizama ulimi wako. Watu wanadili na meno tu, ulimi hakikisha ulimi wako unakuwa rangi ile ya pinki. Maka ulimi sio mwekundu pinki, napiga ile pinki yake unaipata yenyewe ile, basi ujue mdomo wako haunuki. Unaounuka mara nyingi ni ulimi. Sawa? Ndio unakaa tunakusikia imechanganyika harufu ya ndimu na kitunguu na njegele. Sawa? Unatoa basi, haijulikani ni choo cha kienyeji au choo cha mjini. Tabia mbaya. Piga mswaki kila dakika, kila sekunde. Na meno namna ya kuyasugua. Na mswaki haupigwi hivi. Mswaki unapiga hivi. Ndio unapata yale ile mifereji. Sawa? Unaona mkono wangu unakwenda? Unaanzia kulia. Alafu ulime pia. Sawa? Unakwenda unakaribia kufika mpaka huko. Unatoa haya, kuna mambo hapa yanakaa, yatokaje. Yakikaa sana yanasababisha kansa ya koo. Lakini ndio anaoleta uvivu. Balgham inaitwa. Unakuwa mtu goi hivi. Haya. Lakini pia yanapunguza akili. Akili na kwa mwenyewe wake wa kuweza kupembua mambo na kufikiri, kuyachakata, kuyachuja, inakuwa pia inashindwa. Angalia mambo Mwenyezi. Kwa piga meno, ulimi wako, alafu toa, hakikisha unatoa ya madonge hapo. Unasukutua. Tunakupata mtu mwenye akili nzuri, mwenye afya. Hawa wadudu wanaokaa katika meno hawa hatari, wanaishi humo. Toa wale. Na dawa kutumia, siku hizi kuna madawa haya mazuri. Umekosa, tafuta ule mswaki wako al-arak, ule una dawa special Mungu kaweka. Umekosa ule, chukua hata mwarobaini. Una dawa mwarobaini, mdudu wa aina yote usogelee. Sawa? Hayo ndio mambo ya fitra. Uislamu dini sio dini. Na nionyeshe dini gani inazungumzia mambo ya kupiga miswaki. Wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati na yote mwenye kutaka usio kwa Uislamu kuwa ndo dini yake la yuqbala minhu, hatokubaliwa, hatokubalika. Yani ulimwengu utamkataa na watu watamkataa, mpaka vijidudu vitamkataa. Mpaka vijidudu vikimwona sasa, huyu ananuka, huyu anakuja, huyu hapa duniani. Wa huwa fil akhirati, na yeye akifika akhera ni katika wenye kupata hasara. Kwa hiyo la ilaha ulai wala ilaha ulai, duniani akupata na akhera kakosa kabisa. La tahkiranna, wacha kulala, la tahkiranna min al-ma'rufi miswaki. Lakini sasa hivi sunna hii ya mswaki wameachiwa Somali na Wamasai. Masai akiegemea fimbo yake anaona kijiti chake. Rafiki, mama yoyo jambo. Okay. Moja katika diet yenye kuthibitika ni mswaki. Ukiwa unapiga mswaki wakati wote unenepi. Kwa sababu gani? Yale mauchafu yanayomnenepesha mtu hayakai. Piga mswaki mama. Moja katika diet ya kidawa ni mswaki. Umeelewa mzee?
Lakini kama ndio kila kitu, tumbo lako na mwili wako unageuka, yale mauchafu yote yanaingia huko, yanaenda kutengeneza mafuta ya ajabu. Mafuta machafu yanaitwa visceral fat, mafuta machafu unaona tumbo linakuwa hivi kidogo nini. Sasa unakuwa na mikono 8, mmoja hapa, mmoja hapa, mmoja hapa, unatoka madude hivi. Shingo yako haijulikani ni shingo au mgongo. Piga mswaki ukaushe mafuta yale. Hebu toeni ndimi zenu nizione leo. Si mko darasani bwana. Yaani kiziwa hapa najua. Toa ulimi mchafu, amza ulimi wako kingi, ulimi wako mchafu. Mnaogopa nini? Amkupiga leo asubuhi. Mmedili na meno, tuna reception tu hapa. Nenda hivi huko. Sawa? Uone kesho akili utakayokuja nayo hapa. Kali. Alafu vitu vitatu. Kutopata ugonjwa wa kichwa. Kwa kukaa kichwa kinauma wakati mishipa ya umu. Kikija kichwa jue ni homa. Lakini ile kichwa cha bakteria hupati. Masikio yako hayazibi. Unasikia hata mtu anasema huko. Macho hapo ndo kwenye kila kitu. Watu wengi sana pata pressure ya macho. Macho yangu leo ni mbali mimi. Anavaa miwani, inaanza kidogo kidogo maki mpaka kioo kinakuwa kama hivi. Kabla hajatokea mwenyewe inatokea miwani kwanza. Umeelewa? Si mnanielewa vizuri? Yaani kwenye macho hapo dawa yake ni mswaki tu. Piga mswaki mpaka utoke ile una kitu inaitwa hijabu. Inasaidia masikio, macho, pua. Harufu unasikia yenyewe original. Huo mswaki sio kila kitu usikie harufu, yani wewe kitu gani usikie harufu? Unasikia kama maki kila kitu kina harufu ya maji kwako. Maji ndio yana harufu. Amini umeelewa vizuri? Hebu toa ndimi hiyo nione. Ndio mtu anasoma hivi. Hoja ile natija ya kutopiga mswaki. Ugonjwa wa miguu na magoti dawa yake mswaki. Hii magoti haya. Mswaki tu. Kwa sababu nakwambieni hicho kitu wamekifuatilia madaktari mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kapiga mswaki mpaka siku anakufa. Anapiga mswaki anamaliza na kata roho. Unaonaje? Alhamdulillah, ndogo hii. Ongeza. Tumeelewana? Majipu. Majipu yale. Mara unakaa jipu liko huko. Ukimwona mtu anakaa upande sio kesharibikiwa. Mbona mswaki huo. Majipu. Sawa? Muda utosha kinge kutajieni fadhila za mswaki 47. Faida 47. Nimekutajieni zile kubwa. Pua yako, macho yako, masikio yako, koo lako, magoti yako, kichwa, akili. Dawa yake ipo kwenye mswaki. Hakikisha kinywa chako kinakuwa safi wakati wote. Kinywa na tumbo lako liwe safi. Sawa? Na ukiwa hivyo unapata digestion yako kila siku kwa time. Mtu unakaa siku 7 hujaenda chooni. Mtu mmoja juzi anambia, mbona umekaa sana chooni? Nilikimisi tu. Sikuwa nafanya chochote. Lakini nilienda sasa sijapita chooni kama na wiki 3 hivi kama mimi nikakaa kule. Na wala hakunya katoka vile. Sawa? Mshajielewa hapo Kula unakula kila siku lakini tumeelewana. Haya. Kwa babu fadhli siwaki wa khiswali alfitra. Khiswali alfitra mambo ya kimaumbile An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Imepokea hadithi kutoka Abu Hurairah kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema laula an ashqa ala ummati, lau sio kuwaonea uzito watu wangu, au ala nasi ipo amna ala nasi, au
watu, ule ummati, umma wangu, anasi, watu, shakum min arrawi. Alisema moja katika maneno mawili, ima alisema ala ummati au alisema ala nasi, hakusema yote mawili. Anasema la amartuhum bisiwaki, ningewaamrisha kupiga mswaki maa kulli salatin, pamoja na kila swala. Yani lau sio kuwaonea uzito hawa, ningewaamrisha kila wanapokwenda kuswali swala ya aina yoyote wapige mswaki kwanza, lakini ndio tayari kisha sema hivyo. Na wakati wake kule kwenye udhu, lakini kabla ya takbiratul ihram unakuwa na kiswaki chako. Allahu akbar. Swala ya sunna na swala ya ndio maa kulli swalati, sawa sawa. Laula an ashuka, basi sunna hiyo umeachiwa. Hii hapo utaona Wasomali peke yao, lakini mimi na wewe tu natamswaki. Tena imamu mbrul kaja ananukia, ndio na kiswaki chako tuonyeshe sunna basi, sawa wala kitu mkizi chako mara 3 witr. Allahu akbar. Sawa jamani, Uislamu umeona utamu wake huo. Wa an Hudhaifa radhiyallahu anhu qala, amesema kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha qama min al-laili, anaposimama kwa ibada usiku, min an-naumi, min al-laili, tutaiona katika hii. Itakuwa si hadithi mutafaqun alayhi, inawezekana moja laili moja naili, sawa. Uzuri naumu mnajua maana yake, na laili maana yake vai, hamna kugombana. Sasa magombani au kuna laili maana yake paka, sawa. Ilikuwa akiamka usiku tu maana yake mbele yashusu fahu bisiwaki, anausugua mdomo wake kwa mswaki. Yashusu fahu bisiwaki, sawa anausigua mdomo wake kwa mswaki. Muttafaqun alayhi. Ashausu adalku, umeelewa ashusu adalku ndio kusugua huko. Wa an Aisha radhiyallahu anha qalat, amesema kunna, tulikuwa sisi, nuiddu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, tunamuandalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, siwakahu, mswaki wake, wa tahurahu, na maji yake ya kutawadhia, sawa. Basi fayabathuhu Allahu ma shaa yabathahu, na umkadiria Mwenyezi Mungu anachotaka kumkadiria, mina laili, katika usiku kufanya ibada maana yake, sawa. Yani Mwenyezi Mungu umwamsha kiasi anachotaka kumwamsha kwa ajili ya ibada za usiku. Fayatasawwaku, ndio huwa anapiga mswaki, wayatawadhau, na anatawadha, wayusalli, na anaswali. Umeona uzuri hapo, wayatawadhau, maanake Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa sio sana mambo ya janaba, sawa. Kuna watu kila siku wanakoga janaba. Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa mara nyingi anatawadha. Imeleka zule haya, kama watu wazima, kama watu vipande, ndio mpaka mwe watu wazima, umeelewa? Wa an Anas, amepokea hadithi kutoka kwa Anas, Mwenyezi Mungu amwelee radhi. Qala, amesema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, akthartu alaikum fi siwaki, nimekushindeni katika kupiga mswaki. Yani mimi napiga mswaki sana, sawa maana yake na nyinyi pigeni mswaki sana. Laqad kana lakum fi rasulillahi, nimewashinda mimi katika kupiga mswaki. Haya, na nyinyi basi changamkeni miswaki hiyo, sawa.
Ndio maana alikuwa na akili nyingi sana, sio kama akili za Walidi. Wa an Shuraihi ibn Hani qal qultu li Aisha radhiyallahu anha, Shuraihi anasema nilimwambia nilimwambia bibi Aisha, Mungu amwele radhi, bi ayi shay'in kana yabda'u an-nabiy sallallahu alayhi wasallama, ni kwa kitu gani alikuwa anaanza mtume sallallahu alayhi wasallama idha dakhala baitahu, anapoingia kwake, kitu gani huanza kukifanya? Qalat, mama Aisha akamwambia, bisiwaki, alikuwa anaanza kupiga mswaki. Unaingia nyumbani unapiga manake, na kuitoka unapiga lakad kana lakum fi rasulillahi, sawa sawa. Wa an abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala dakhaltu ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, niliingia nyumbani kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, nilimkutaje? Wa tarafu siwaki ala lisanihi, na ncha, hali ya kuwa ncha ya msiwaki ipo katika ulimi wake. Yani mtume alikuwa kila ukimkuta yeye na sasa, niliingia ghafla kwa mtume nikakuta wa tarafu lisani wa tarafu siwaki ala lisani, na ncha ya mswaki iko mdomoni mwake. Muttafaqun alayhi wa hadha lafdhu Muslim, sawa. Ndio maana akisema akthartu alaykum fi siwak, sawa. Wa an Aisha radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, amesema as-siwaku matharatun lilfami, mswaki ni kitaharisho cha kinywa, ndio yani ni chombo cha kusafisha mdomo, huo mswaki, sawa. Lakini marudhatu lirabbi, ni sababu ya kupata radhi za Mola, ni sababu ya kupata radhi za Mola. Rawahu an-Nasa'i wa Ibn Khuzaimah fi sahihihi bi asanida sahihatin, sawa. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ani nabii sallallahu alaihi wasallam qala, amesema alfitratu, mambo ya kimaumbile, khamsun, ni matano. Mambo ya kimaumbile ni matano, au khamsu min alfitra, au alisema matano ni katika mambo ya kimaumbile. La kwanza alkhitanu, jando kwa wanaume. Alkhitanu, jando kwa ndo khitani la. Walistihdadu, sawa. Na hapa ni fasiri vile vile, au na kunyoa chini, maana kumekaa vibaya sawa sawa, ile ndio nini istihdadu, kufeka msitu, hiyo pia toka tumeipunguza. Kuna baadhi ya watu wanakuambia ukipita siku 40 ukivucha siku ya unapata dhambi. Ipo riwaya hiyo, hakikisha 1 2 3 4 10 20 hapo hapo fyeka. So unakwenda mtu mwaka mmoja mpaka rangi zinabadilika, haijulikani rangi ya mchai chai au mnanielewa huko? Hasa watoto wa kiume nyinyi, tembea mtu unamwona anaswali anafanya hivi miguu yake anawashwa, piga istihdadi bwana. Wananyona kwamba kupiga deki, sawa. Wa taklimul adhafir au al-adfar, ndio kwa nimekuja adhafir au adfar, na kuengua kucha. Kuengua maana yake kukata kucha, mtunzo huu umeona kuna mtu kuafanya mpango huu istihdadi, sawa. Kucha jamani, kucha, sawa. Wa natful ibti,
na kunotoa kwapa. Kunotoa kwapa alinyolewi hivi. Sunna yake unachukua kwa mkono, sawa. Wenyewe wanakuambia ile hivi inakupelekea wakati wote unakuwa na hisia mbaya, ile ya kupiga deki kabisa na kiwembe, time yote unakuwa wewe ni mtu mwingi wa matamanio, sawa. Sasa kupunguza yale na kuchelewesha kuota, basi ukitumia kiwembe siku 2-3 yamekuja tena, na ubaya wake sehemu yenyewe ni ndani huko, sehemu ya jasho hivi, unaweza kupata hata kansa, vipele vigonjwa. Ukifanya hivi na ukishajizoesha hiyo utaona raha. Unakuwa makini wakati wote, unakuwa ngangali. Lakini ukitumia wembe kila wakati unatamani kulala na mwenzio. Nanyi hapa mko wanaume watupu, itakuwaje? Sawa. Ndio maana Mtume ametumia neno natful ibti, kunotoa kama no au nyo, kunyotoa, kunotoa, ndio hivyo, sawa. Waqassu sharibi, na kupunguza masharubu, ile mikia yake. Lakini kuna watu wao wanasema kunyoa masharubu. Sharubu alinyolewa hivi bwana lote, sawa. Ukiwa nazo hizi unapunguza tu kidogo. Waqassu sharibi, sawa. Istihdadu maana yake halqul ana, sawa. Kunyoa nyeti. Wa huwa halqu sha'ri alladhi hawla alfardi, nazo ni kunyoa zile nywele zilizo kando ya nyeti. Ndio nishafasiri mimi, nasirudi. Napendaga. Sasa hivi unajua tunaishi na kizazi cha matusi. Kizazi tunachoishi nacho sasa cha nini? Yaani kama hapa tukanwi watu watawachangamki. Lakini baki tukanwi watu wanakuwa wewe angalia majina. Naambie ndo rafiki yake mchizi wangu, na yeye mtu anaitwa chizi sasa. Mtu anasifia jamaa mshenzi yule. Ndio asifia. Mshenzi. Wewe fala. Unajua mtu ndo rafiki yangu huyo. Wewe fala. Mtu anamwita rafiki yake fala. Na yeye mwenyewe anajiona fala. Kaelewa sana. Sheikh si atuka na maneno yale. Umuite mtu fala au ugomvi wake auishi. Maana hata hujui maana yake fala nini. Lakini ugomvi wake unaanza leo mpaka kesho mwakani, siku kama leo ndio kidogo unaanza kupoa. Lakini kila ukikutana naye wewe unanitamia fala. Lakini sasa hivi mkubwa fala, mdogo fala, mheshimiwa fala, mwalimu fala, babake mtu fala. Basi wamejaa mafala, kuanzia fala mpaka fala. Mafala watu. Hichi kizazi kibaya sana. Mungu Allahul musta'an. Fala maamuma. Mungu atustiri jamani. Lakini watoto wetu mmekwama fala wote. Na unaona raha mtu kuitwa mchizi bwana. Naenda niko hapo kwa mchizi bwana. Chizi mwendazimu bwana wewe. Mtu ambaye hajielewi. Milembe kabisa. Ushaitwa fala mara ngapi? Mtu akitafala ambia wewe koma. Fala mimi. Kijiachia basi tutakuwa fala. Mwisho unapata jamu utafudhi, unapata ismu tafudhi fadla. Tunaishi katika kizazi kibaya sana. Tunaendelea ingine inakuja. Wa an Aisha radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ashurun, mambo 10 minal fitra, ni katika maumbile. La kwanza qassu sharibi,
kupunguza masharubu, sio kunyoa yote. Mwanamume akinyoa masharubu yote, akitokea uso wake kama kobe. Labda ikiaje. Yaani mimi siku nikija nimeondoa hizi, amnitizame. Wewe bwana usinyoe zote bwana. Punguza. Sawa? Kasu asharibi Tunaendelea. Wa i'fa'u lihya, na kuziacha ndevu. Ndevu unatakiwa ufanye? Uziache. Mimi ningekuwa na madevu, watu wangenitambua. Lakini sasa zinaota hizi tu. Hapa zina miaka 20 hazikui. Na nazipaka mafuta, nazichana, nazitengeneza, labda kesho itakuwa. Lakini ndo hapa nikipata kazi zangu zile, ungefurahi. Nikitokea hivi kama simba. Sawa? Bwana hujaota hata moja? Kidevu kama balbu. Tunakwenda kasu sharibi, kupunguza, sio kunyoa bwana Wa i'fa'u lihya, na kuziacha ndevu. Wasiwaku, na kupiga mswaki. Wastinshaqul ma'i, na kupandisha maji puani. Wa qasul adfari, na kupunguza kucha. Wa ghaslul barajimi, na kuosha konzi. Kuosha konzi hizi ndio mnahitaji hizi knuckles hizi nao zioshwe, na tunakusudia pia kuosha hizi ndio zinaitwa konzi. Vifundo vya vidole zile zinaitwa nini? Albarajim. Sawa? Wa natful ibti, na kunotoa kwapa. Wa halqul ana, unaona huku chini imekuja halku, haikuja qasu, imekuja na kunyoa kule nini kule. Sawa? Wa intiqadhul ma'i, na kuchamba. Wa intiqadhul ma'i, yani kustanji, kuchamba. Leo watu wachambi wanatumia makaratasi, alafu kutoka pale ndo anakwenda kwenye sinki anaosha mikono. Hii mimi uzungule na kwa sielewi. Hivi kuna kotaka maji hasa wapi? Vyoo vyote vya kizungu vya sasa havina maji kule, lakini maji yako kule kwenye sinki. Mikono na ile sehemu inayotaka maji mengi ipi? Lakini uzungu bwana, na watu wote sasa wanapenda uzungu. Kienda choo cha kizungu hicho, anakaa hivi kwenye beseni, akitoka pale anachezea makaratasi, kisha na sabuni iko. Wewe acha uzungu huo bwana, unatuchanganya sisi. Fanya hiyo. Tumeelewana Wastinshaqul ma'i, wa qasul adfari, wa qasul barajimi, wa natful ibti, wa halqul ana, wa intiqadhul ma'i. Qala ar-rawi, akasema mpokezi, wa nasitul ashirata, na nikalisahau lile la 10. Ila antakuna, ila inawezekana ikawa almadhmadha, kusukutua. Unasukutua ile nayo sawa. Na kuna kusukutua kwa asubuhi kule, ukiamka tu kabla ya kupiga mswaki ukanywa maji mengi ukasukutua, kisha ukayapeleka tumboni, ile dawa kubwa. Nayo ni dawa kabla hujakula kitu. Kabla hujakula kitu chochote unasukutua na maji ya moto ya vuguvugu, kisha unameza. Inapelekea nayo kenda kuyayusha mafuta tumboni. Na ukifanya hivyo kwa maji mengi, utaona haupati masaa mawili, lazima uende mahalu shahid, naenda kupata kabisa mafuta yote unatoa tumboni. Wanaita water therapy. Water so darweshi tu nakupa sasa utaratibu wake, ili uwe na afya nzuri. Uwe mkubwa kama hivi mimi, lakini ukionekana unaonekana jenzi. Unakunywa maji hayo asubuhi kabla ya chochote, kisha hakikisha unakaa masaa haya
hutii chochote, si kahawa, si chai, si muogo, si chochote. Utaruhusiwa kula baada ya masaa mawili. Sawa? Na unapotaka kula unaanza na maji robo glasi au nusu glasi, au ukiweza glasi nzima kabla ya kula kwenyewe. Unaanza maji. Watu wakupenda kula sasa mboga. Unaanza maji ima robo au nusu au glasi nzima, kisha unakula. Kula kwenyewe sasa unaanza kula nini? Unaanza kula mlo kamili. Mboga ndio unatanguliza hicho, kisha matunda, kisha nyama au samaki, kisha ubwabwa au ugali, ndio mwisho. Leo watu wanaanza ugali, ubwabwa, nini, maharage. Unaanza kula mboga za majani au saladi unatanguliza. Yaani vile mnavyokula nyinyi mnakula kinyume na mshajizoesha. Unashiba saladi, mboga za majani, matunda, samaki, unakuja wanga kidogo juu yake. Upati kitumbo unakuwa kama mimi wakati wote, unaona? Huna mihirabu. Unaanza hivi kinyume. Naanza saladi, mboga ya majani, matunda, samaki, mele au nyama, kisha huo ugali au huo wali wako au huo mseto wako. Tutakuwa na mchuzi pembeni. Na mchuzi utakuwepo na lainisha. Kwani ule ugali sinakuja na mchuzi? Sio mchuzi, au wali sinakuja na mchuzi wake. Mbona unakula unakula laini. Lakini utaona huli sana kwa sababu ushashiba hivi. Tumbo lako limejazwa na sawa? Hapa katikati unaruhusiwa kunywa maji. Katikati unaruhusiwa kunywa maji. Lakini pale ukishaona sana nishashiba, huruhusiwi kunywa maji pale. Yale maji ya mwisho ambayo nyinyi ndio mnakunywa kila siku. Unapiga glasi zako 4-5 pale, unaharibu, yani unaharibu mpango wote. Yale maji ya mwisho. Hapa katikati unaruhusiwa kunywa maji. Yale maji ulioanza mwanzo na ya katikati. Lakini ukishashiba pale usinywe maji. Kaa saa hili na utaona kabisa sasa mwili wenyewe unataka maji. Utaona kabisa unaweza kupiga ile kucheua. Ukinywa maji hapa. Utaratibu huo. Wanangu naambia upati cancer, upati sukari, upati high au low blood pressure, upati uimvivu, upati TB, upati yale magonjwa yote yanawasumbua watu, upati nyongonyo unaswali Allah wange mara upati. Hii unaona asubuhi alfajiri niko hapa na naondoka hapa saa 6 saa 7 saa hizi nishaamka, ulaji ni huo. Wanga kiduchu. Sio mzee unatandika chapati 7. Alafu chapati zenyewe unapiga na Pepsi. Sumun ala sumin. Ndio vitu. Sasa. Hii ilmu hii na wenzangu wanatoa elimu hii kwa hela nyingi kweli yani. Unalipia. Mimi natoa bure kwa sababu nataka fadhila za nani? Kwa nyinyi madaktari waliosomea hapa sasa hizi ingekuwa uingii pale Sipotolakizi upate elimu ya bure. Nenda kafanya utaratibu huo. Hicho chakula cha mama Puja hicho. Hivyo. Wewe tanguliza saladi kama ipo, mboga za majani, samaki, kama unalo tunda japo kidogo. Vile ambavyo nyinyi mnaweka mwisho, wenzenu wanaweka mwanzo. Kisha ndio unakula huo ugali kidogo. Tena utaona kabisa. Na ndio maana ukienda katika hata mahoteli makubwa ukiuliza hamna nini hapa, hawakutajii wali wala ugali. Wanakutajia kuanzia chini.
tuna saladi, tuna matunda, tuna samaki. Wewe ndio unaweza mna save na nini? Anakwambia unavyotaka wewe. Ukitaka tu save na rice au ugali au tunawakusanya katika dua hii. Mwenyezi Mungu awalipe kheri. Waliokuwa hai Mwenyezi Mungu awape umri mrefu na siha tele, na waliokuwa mbele ya haki Mwenyezi Mungu awalakinia hoja zao na kuwakabidhi vitabu na maswaifa yao kwa mikono ya kulia. Watoto wetu Mwenyezi Mungu pia wasimamie katika maisha yanayomridhisha, wapate kheri, wasije wakatembea mitaani wakaulizwa watoto wa nani. Watoto wetu nao Mungu apate kuwafanya watujue wazee wao, ili sisi na wao wote tukutane mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wagonjwa kama hivi Mwenyezi Mungu awape pozo, awape shifa, awarudishie afya zao, aweze kuwasimamisha wakasimamie mambo yao. Walikuwa mahospitali Mwenyezi Mungu awatoe. Wanaoingia katika vyumba vya upasuaji Mwenyezi Mungu aujalie upasuaji huo uwe mwema, wapate kuamka warudi katika hali zao za kawaida. Na madaktari Mwenyezi Mungu awape hikma, weledi, wepesi wa kuwasimamia na kuwatibu wagonjwa wao. Na viongozi wetu wa kidini, wa kidunia Mwenyezi Mungu nayo tunamuomba afanyie kheri zao. Amin ya Rabb. Hapa tunamweka mbele rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia, lakini rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi na wote wanaowasaidia. Amin. Katika kazi mbalimbali. Amin. Walioaminiwa Mwenyezi Mungu awafanye wenye kuaminika. Amin. Na wenye kusimamia mambo Mwenyezi Mungu ajalie waisimamie vizuri. Amin. Na wenye kusimamiwa Mungu awape taa na utii pasi na shuruti. Amin. Na yeye Mwenyezi Mungu anajua yaliokuwemo katika vifua vyetu, matakwa yetu. Kwa kuwa ni mengi hatuwezi kuyataja yote kwa ndimi na vinywa vyetu. Basi atuwafanyie tu yale ambayo kwamba yana kheri na sisi na yeye anayaridhia. Amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi faqina wa faqi alana wa qarabatin lana fi dinina ma'alil qutri unsa wa zakar Rabbi wa'afina wa wafiqum lima tatari qawlan wa filan karama warzuqi kulla halalan daima wa akhila asfiya ulama nahwa bil khairi wa nufa kulla shay Rabbana aslih lana kulla shurur wa akhirna birridha minkal uyun wa qul anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusul manun waghfir anta kama wa salatu Allahi tamshal Mustafa man ilal haqqi ta'ala بكتاب في الناس الشفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغراء عليما سري مستجيبة ربي فهمنا علوما برسول الله واحلل عنا المشكلات من هذا العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرة وحياة القلب مجالسه وخراب القلب مهاجرة
ويموت العلم إذا اندرست وعفت في الناس مدارسته ومياه العلم بأن طفأت نيران الجهل وعائلته ومداد كتابته وردت بدم الشهداء موازنته فالعلم مزيته ارتفعت ودليل الخير ممارسته. Tumemaliza.